Usiku huo aliona kitu ambacho hakuna aliyewahi kutaka kukiona, na hapo ndipo maisha yake yalibadilika milele. Usiku ulifika, lakini safari hii Khalid hakuwa na hofu tena. Alikuwa tayari. Alitoka nje ya nyumba yao, lakini kabla hajaondoka mbali, alisikia sauti ya mama yake ndani. "Mwanangu?" Alisimama. Kwa sekunde chache alifikiria kurudi, lakini kisha akasema kimya kimya, "Nitakaporudi nitakuwa mtu tofauti." Na akaondoka. Alifika jangwani haraka zaidi kuliko siku zote, na safari hii msafiri alikuwa tayari anamsubiri. Lakini kulikuwa na kitu tofauti. Usiku ule haukuwa wa kawaida. Upepo ulikuwa mkali zaidi. Anga lilikuwa zito, kama kuna jambo kubwa linakuja. Msafiri hakusema karibu, hakusema chochote. Alimwangalia tu Khalid kwa macho ambayo yalionekana kubeba siri nzito. "Uko tayari?" aliuliza hatimaye. Khalid hakusita. "Ndiyo." Msafiri akanyanyua mkono wake polepole, na ghafla kila kitu kilitoweka. Lakini safari hii haikuwa kama zile zilizopita. Hakukuwa na mji, hakukuwa na watu, kulikuwa na giza. Khalid alijikuta peke yake. Hakukuwa na sauti, hakukuwa na mwanga. "Hii ni wapi?" aliuliza kwa hofu. Ghafla alisikia sauti, lakini si ya msafiri. Sauti ya ndani, nzito, ya kutisha kidogo. Hii ndiyo mwisho ambao wengi wanausahau. Moyo wake ukapiga kwa nguvu. Kisha akaona kaburi, na karibu nalo watu wamekusanyika. Alikaribia polepole, na kile alichokiona kilimfanya kuganda. Mtu aliyelala pale alikuwa yeye mwenyewe. "Hapana!" alipaza sauti kwa hofu. Aliona watu wakimzika, udongo ukimfunika, kila mtu akiondoka, mpaka akabaki peke yake ndani ya kaburi. Giza, kimya, upweke. Khalid alianza kutetemeka. Hii ni kweli? Msafiri alitokea tena pembeni yake. Safari hii hakukuwa na utulivu usoni kwake. "Hii ni hatima ya kila nafsi," akasema kwa sauti nzito. Khalid alishindwa kupumua vizuri. "Na mimi niko tayari kwa hili." Kimya, kwa sababu jibu lilikuwa ndani yake. Ghafla alisikia sauti nyingine, kali kidogo. "Ulitumia muda wako kufanya nini?" Moyo wake ukazama. Aliona maisha yake yote yakipita mbele yake. Muda aliopoteza, swala alizoacha, watu aliowapuuza. Ya Allah! Machozi yakamtoka. "Nipe nafasi nyingine." Ghafla kila kitu kilivunjika. Khalid alijikuta amerudi jangwani, akiwa ameanguka chini, akitetemeka, akilia. Hiyo ilikuwa kweli au ndoto? Msafiri akasema kwa utulivu lakini kwa uzito, "Hiyo ni hatima unayokaribia kama hutabadilika." Kimya kizito kilitanda. Khalid alisimama polepole, macho yake yakiwa mekundu kwa machozi. Lakini safari hii kulikuwa na kitu kipya ndani yake. "Sitaki kufa nikiwa hivyo," alisema kwa sauti dhaifu lakini ya kweli. Msafiri akamwangalia kwa makini. Kwa mara ya kwanza alitabasamu kidogo. "Basi chagua njia yako kabla muda haujakuacha." Upepo ukavuma. Khalid alitaka kuuliza swali moja la mwisho, "Wewe ni nani?" Lakini kabla hajamaliza, msafiri alitoweka tena. Safari hii bila kuacha alama yoyote. Khalid alibaki peke yake jangwani, lakini safari hii hakuwa yule yule tena. Aliangalia juu mbinguni, machozi yakimtoka. "Ya Allah, nakuja." Na akaanza kutembea kurudi nyumbani. Je, Khalid atadumu kwenye mabadiliko au maisha yatamrudisha pale pale? Kumbukumbu ya kifo si ya kutisha, ni ya kukuamsha. Usikose part 5. Mwisho wa siri utafunuliwa.